Na mvutano wa Mashariki ya Kati waendelea kuwa mkubwa katika nchi mbili ambazo zikiumana takriban mwezi mmoja sasa. Israeli na Iran zipo katika mgogoro mkubwa, na kila moja ikiwa na washirika wake katika mzozo huu, ikisemekana kwamba Israeli akisaidiwa na mataifa ya NATO. Lakini moja kwa moja kwa upande wa Marekani walionekana wazi jambo hili wakiwa sambamba na Israeli katika kuhakikisha mpango mkakati wa kuizuia Iran na urutubishaji wake wa nyuklia unakoma kabisa. Na tuliona vile vita vya kwanza vya siku 12 kwamba Marekani aliweza kuinua ndege zake ambazo hazionekani na rada ya aina yoyote, vinu vya nyuklia vitatu ama sehemu tatu ambazo inasemekana kwamba vinu vya nyuklia ndipo vinapoundwa. Akashambulia eneo hilo na kujitokeza wazi na kujigamba kwamba ameweza kufanya hivyo. Donald Trump ameeleza wazi kwamba wameshambulia sehemu hizo na sasa Irani hana tena silaha za nyuklia. Kwa hivyo kwa upande wa Israeli, kuhusu Marekani, mshirika wake mkubwa na rafiki yake mkubwa, yeye amejiweka wazi kwamba yuko sambamba na swaiba wake kuhakikisha wanaweza kukamilisha mpango mkakati wao Mashariki ya Kati. Lakini upande wa pili, upande wa Iran, naye ikizaniwa ama ikisemwa kwamba ana ushiriki mkubwa wa kushirikiana na hususan katika mpango wao wa kuunda NATO yao au wa kuunda ule umoja wao wa BRICS, ambao zikiwepo nchi kadhaa ikiwemo Afrika Kusini, ikiwemo Iran, ikiwepo China, ikiwemo Korea Kaskazini, ikiwepo hiyo yenyewe hiyo Urusi ikiwa mingia hapo, na ikiwa India na kadhalika, kwamba umoja wao ni una umoja wa kibiashara, lakini pia ndani yake kuna kusaidiana katika namna za kujihami. Kwa hiyo upande wa Irani inasemekana kwamba anasaidiwa na Urusi, anasaidiwa na China, anasaidiwa na Korea Kaskazini, lakini hili halina uthibitisho wa moja kwa moja kwamba Korea Kaskazini, Urusi pamoja na China moja kwa moja wapo nyuma ya Irani katika kuendesha vita hivi ama katika mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini imeonekana siku za katikati Iran akinunua ndege kubwa ama ndege nzuri na za kisasa, ndege za vita, akipata kununua ndege hizo kutoka nchini China na kuweza kuwasili mapema pale nchini Iran, kwa maana ya kwamba tayari kwa kujihami kwa namna yoyote ile kwa kutumia ndege pia za Jamhuri ya Watu wa China. Vita hivi ni vikubwa sana, ni vita ambavyo vinaweza vikatumia ama vikachukua masiku mengi, siku nyingi sana ili kuweza kumaliza mgogoro huu. Lakini vita hii inaonyesha wazi kwamba Irani ndiye ameshika mskani wa kuiendesha vita hii, kwa maana Iran anafanya kile ambacho yeye anakitaka ndani ya uwanja wa vita, lakini Iran inaonekana yeye ndiye mwenye maamuzi ya kusitisha vita hii, kwa maana tumeona mara nyingi Donald Trump akizungumza kwamba anataka kuongea na viongozi wao, lakini hakuna anayetaka kuongea naye, ama akiongea kwamba wamefanya mazungumzo ya faragha ya kuweza kuongea na kumaliza vita, lakini Iran wakijitokeza na kupinga kwamba si kweli, hakuna kitu cha namna hiyo, hakuna uliyeongea naye, hakuna mazungumzo, hapa ni vita. Lakini ufungaji wa lango bahari limeleta athari kubwa katika dunia. Tunaona namna gani mafuta yalivyopanda bei katika dunia, gesi ilivyopanda bei katika dunia. Lakini tunaona pia kule nchini Marekani, kituo kikubwa cha usafishaji mafuta cha kuchakata mafuta nacho kimeweza kuungua pasi na sababu. Sasa mlango mkuu wa bahari wa Hormuz ndio kama hivyo anaushikilia Irani peke yake, na huwezi ukapita hapo mpaka meli moja ilipie takriban dola milioni 2.
Kwa hivyo nchi inaweza ikaingiza meli 40 ama meli 5, 10, lakini kila meli moja inaweza kulipiwa kwa kiasi cha dola milioni 2, na unalipa kwa thamani ya pesa ya China, si kwa thamani ya dola na si kwa thamani ya pesa ya Iran. Ukitazama vita, wakati wewe unasema kwamba ama unaogopa vita, basi mwenzio vita inaweza kuwa fursa ya kupandisha uchumi wake. Vita inaweza kuwa ni fursa nzuri ya kuangusha masoko mengine likapanda la kwake. Ukitazama vita ilivyo, ni kama Muirani inamlipa na inamfaidisha kama atatumia utaratibu huu wa kila nchi kila meli kupita kwa dola milioni 2, kama zitaruhusiwa nchi 10 kwa siku, na kila nchi moja itaingiza meli zake 2 au meli zake 3 au 5, unaweza ukaona kwamba ni jinsi gani ya uchumi anaoweza kukusanya per day katika kuzuia ili lango bahari. Kwa hivyo kwa Muirani bado inamfaidisha yeye, tunahesabia kwamba hana hasara katika vita hivi vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Lakini Iran bado anaonekana kuwa na silaha nyingi na za kutosha, kwa maana anazidi kushambulia Israeli siku hadi siku na hajawahi kuacha. Japo tunaona kwamba na yeye anashambuliwa zile sehemu zake muhimu za kimkakati, sehemu za kiuchumi, lakini hata na yeye pia anashambulia sehemu za kimkakati, sehemu za uchumi wa Israeli. Lakini nchi za Mashariki ya Kati takriban nchi 17, ikiwepo Bahrain, ikiwepo Saudi Arabia, ikiwepo Katari, ikiwemo na Iraki, ikiwemo Suria na nchi nyinginezo. Tumeona Muajemi ameweza kuzishambulia nchi hizo kwa kile anachokidai kwamba kote huko kuna bezi ama kuna vituo vya kijeshi vya maadui wake, na yeye ameamua kupiga chumi za adui na kumzoofisha adui na kumfanya aondoke kabisa Mashariki ya Kati. Nini unaona katika mwendelezo wa vita hii? Nani mwenye maamuzi ya kuweza kumaliza vita hii? Je, ni Muirani ama ni Myahudi, Israeli ama ni Marekani? Tunaomba komenti yako ili kuweza kushare pamoja. Ungana nami na Insumari hapa TCC Swahili Artificial Intelligence. Asante.